Ona mchawi huyo gizani, ona gizani, ona mchawi huyo. Huu mtaa mzima wote huu mimi naonekana ni mbaya, tena ni mbaya kweli kweli. Iweje leo hii kunifuata mimi hapa kwenda kumstiri huyo marehemu? Unachokisema ni cha ukweli, lakini mimi sijaona huo ubaya wako, na ndio maana naona niko hapa kuhitaji msaada wako na kuomba. Haya, na katika familia yenu hakuna hata mmoja kuweza kumstiri huyo marehemu? Hata msibani pale watu ni wachache sana, wanagoma kwenda. Lakini sasa huyo marehemu ni mtoto wa kike na mimi ni mwanamume, nitaifanyaje hiyo kazi? Ona mchawi huyo gizani, ona gizani, ona mchawi huyo gizani. Kama wewe yawe wa upendo. Sasa ngoma mpya ameachia Mondi. Unaingia tu unaimba Wasafi, ng'ombe wa baba analia ndii. Sasa kwa kama hivyo kuelekeza ndugu yangu kwamba sisi kilichobaki sasa hizi ni mwendo wa kulewa. Tunakunywa pombe kaja uwezo watu. Hata nilewe. Wewe tu Aliimba yule msanii. Kwa hapa sasa ni mwendo wa pombe. Pombe. yani katika siku umeongea point today. You were speaking good point. Kiingereza iko. Yeah, exact. Yes. Sasa sisi tununue magari, tutaendesha mbinguni. Tununue mashamba, tutalima mbinguni. Wewe tujenge nyumba mbinguni, tutakwenda nazo. Sombari nimetoka na jasho lanitililika. Sombari nimetoka na jasho lanitililika. Gizani, ona mchawi huyo gizani, usiku analoga mchana. Ona gizani, ona mchawi huyo gizani, ona gizani, ona mchawi huyo gizani, usiku analoga mchana. Ona gizani, ona mchawi huyo gizani, ona gizani. Tazama mbele giza sioni, kitamba cheusi nimefungwa mimi. Aise, mambo yanazidi kuendelea kwa magumu. Kwa hiyo kwenda pia imeshindikanika. Hivi kwa nini natokea hivi lakini? Najua najitahidi sana kupambania hiki kitu. Changamoto ambayo inakuja kujitokeza kwa kutokana na maradhi ambayo yamemsumbua mama. Afu dakika za mwisho aliisha sana. Alitoka vidonda, alikuwa anatoka usaha, alikonda, alikuwa anatapika muda wote. Kwa kifupi yani yale mazingira na ile homa namna ambavyo imemshambulia inafika tu kila mtu anafika tu anaogopa. Lakini vifaa si vipo, gloves zipo. Mtu anatumia tu gloves unaepuka na hicho kitu. Mimi nilitaka kutoa hiyo elimu. Nimwambia kwa watatumia hivyo vifaa, watatumia gloves, watatumia vifaa vingine ambavyo wanajikinga wao wasipate maradhi kama ambaye nani marehemu. Nikawatolea mfano hata hospitalini. Sio watu wanayekufa na kwa wazima. Kuna watu wanakufa pale wakiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi kama alivyokuwa huyu mama. Lakini wale waandaaji wanaandaa kwa sababu wanavaa vitu vya kujikinga na hawapati maambukizi aina yote. Lakini imeshindikanika. Nimefika stage nimefunga safari hapa. Nimeenda mpaka huko. Kwa watu wengine ambao watatu kuwapanga, jamani tunaomba msaada mkatusaidia yule mama mwandae, mkatusaidia kumwosha yule mama, mkatusaidia kumstiri yule mama, lakini inashindikanika, watu wanakataa, watu wanaogopa.
Kwa wale watani wamekataa. Hadi wao watani ndio watu wa kwanza mimi kuwafuata. Jamani, nyi watu wa mila, nyi ni watani wa ile familia, tuende mkamstiri mama. Sisi stare zake mwenyewe zimemuua, wamegoma. Mimi nina wazo. Kwa nini usiende kwa Zika? Nani? Ukazungumza na Zika ili aweze kuja kusaidia. Hivi Kase, hivi unatumia akili kweli? Yani mapito, mwendo wa pombe na pisi, yani umutu. Uko wapi? Upo huko. Amia. Hiyo hapana. Why? Hapana, nakwambia hapana na sababu. Wewe binafsi unajua sisi popote tunapoenda tunatembea na maharage yetu. Popote tunakoelekea na maharage yetu. Sasa unaposema pisi na maana tuambukize na wengine, tuwape na wengine waungue. No. Hiyo hapana. Kweli. Good. Gonga kipenzi. Yeah. Endi samwa ubwabu hapa. Mtu ananipenda, hata uwe mgonjwa utanikula tu. Sasa mimi ngoja nimwae uwisi yako. Sawa. Ila tambua kwamba kunywa kabisa kwa Mungu hakuna mgawa wala hoteli. Nimekukosea? Hapana. Nimekuudhi? Hapana. Nimekukera? Hapana. Tusameane. Yaishe, mimi naenda kwanza huku. Huku, kwani huku? Huku. Umeelewa? Huku. Na Mungu alokuumba. Goodbye. Mtaa mzima huu kuna mtu ambaye anaweza kunyanyua miguu yake akatoa hapa akaingia katika nyumba ya Zika au kumfuata Zika. Mbaba alivyokuwa mbaya, mshenzi yule. Kila mtu hapa anamuogopa na anamhofia. Alafu mimi leo nitoa miguu yangu nifunga safari nenda kwa Zika. Wewe ungeweza? Mimi siwezi kutoa miguu yangu hapa kwenda kwa Zika. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitaenda kwa Zika. Labda uende wewe. Kwa sababu kitu kingine pia unatambua. Mimi mtoto wake siwana hata kidogo. Waenda ugomvi mimi na mtoto wake, utahamia kwa baba, itakuwa mimi nagombana na familia nzima. Basi nimekuelewa. Mimi nitaenda. Sawa. Sasa kitu kingine hapa mpaka sasa hizi. Mpaka kufikia hatua hii kama unavyoona watu wakotoa watu wale ka nje hapa. Sio unaelewa? Watu hamna. Kwa hiyo mimi nataka nifunge safari niende kwa kule kijioni nikatafute vijana. Sasa nipate vijana 3 4 kwa ajili ya kwenda kuchimba kule makaburini. Maana mpaka sasa hizi hata kaburi halijachimba. Halina shida. Haya poa basi. Mimi niende. Haya. Zile vimeseji na vikopa kopa ndo ulivyoteka tu nikwambie, baada ya kunipenda ukanivuruga mazima. Zile vimeseji na vikopa kopa ndo ulivyoteka tu nikwambie, baada ya kunipenda ukanivuruga mazima. Niko peke yangu nilijivunia kwa yale makisi ya Patrick, shida nini mpaka mnavutana sasa hizi? Najua ili mnazalilishana. Shida nini Shemeji yeye anazingua. Haiwezekani aje nyumbani sasa hivi. Nimempigia simu zangu apokei. Namtumia message anijibu. Huyu inawezekana anatoka kwa bwana zake. Hapa nipo naye hapa nampeleka huko alikotoka. Haiwezekani aje sasa hizi nyumbani. Ni sawa. Wewe huyu mwanamke umemtolea barua? Hapana. Je, akiamua kuchukulia hatua za kisheria akakushtaki, uone kama itakuwa tatizo kwako? Shemeji anazingua huyu. Sawa. Hebu mwachie kwanza mkono. Shoga yangu wewe nenda. Mimi nao nitaongea naye. Shemeji unazingua. Ni sawa nazingua. Hivi kwa style kama hii wewe unaonekana huyu unampenda. Hivi kwa yale ulioniahidi mimi yatatimia kweli? Tazama mbele giza sioni, kitamba cheusi nimefungwa mimi, hakika nipo gizani. Sielewi siku ya kifo changu itakavyokuwa, atanichukua mwanadamu, atanichukua ama Mungu.
selewi, hata nichukua mwanadamu selewi. Maana niko gizani, natamani nifahamu kesho yangu, maana ulimwengu unaniandama. Nimeamini bundi anatumwa, mchawi mtu, ona gizani, ona mchawi huyo gizani, usiku analoga mchana, ona gizani, ona mchawi huyo gizani, ona gizani, ona mchawi huyo gizani, usiku analoga mchana, ona gizani, ona mchawi huyo gizani. Kama gawa sana. Ise, mimi nimefurahi sana kuwaoneni hapa. Kwa sababu hapa nilikuwa natoka kule msibani. Na nilikuwa nafika pale kijiweni, niangalie tupatikane vijana hata kadhaa tuweze kuelekea makaburini kuchimba. Nikasema kama sitawakuta kijiweni, basi ndapita hata majumbani kuwaulizia. Na hiyo kwa nimekutana nyinyi hapa, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa hiyo kule msibani mpaka sasa hizi kaburi halijachimbwa. Kwa hiyo naomba tuchanguzane, tuweze kufika kule, tuweze kuchimba ili tukamstiri yule mama. Yaani Kindege, si wenyewe mguu huu unaoona huu. Tulikuwa kuja huko msibani kuja kuwakilisha wanetu kitaa. Basi twendeni. Subiri basi. Swala lilopo ni kwamba ipo hivi. Sisi hatuwezi kuja kushiriki mazishi ya mtu aliyojifia mwenyewe kwa ajili ya starehe zake binafsi. Kabisa. Yule amekufa kwa starehe zake binafsi, ampata malazi yake binafsi, amekufa. Kwa hiyo ipo hivi. Hatuji kushiriki mazishi yoyote na hakuna kijana yoyote atakayofika kwenye kushiriki mazishi hayo. Naomba nisikilize. Nimeshakwambia mimi simpendi. Ningekuwa nampenda hadi sasa hivi angishakuwa na mimba. Ndio maana nimekuja kwako ili unipatie mtoto. Ningekuwa nampenda hadi sasa hivi angishapata mimba yangu. Ila mimi na malengo na wewe. Wewe unanidanganya mimi. Umeniahidi mimi nikubebee mimba. Umeniahidi kwamba utanioa. Kumbe wewe huyu unampenda. Ungekuwa umpendi usingemwonea wivu. Naomba tuende nyumbani. Tuende nyumbani kwangu. Hapana, sasa hivi sipo sawa, niache kwanza nikapumzike. Tukaongelee nyumbani. Naomba tuende nyumbani. Naomba kwanza niache kwanza. Baadaye tutaongea. Baadaye saa ngapi? Mimi nahitaji saa hivi mimi na wewe twende nyumbani tukayaongea haya maswala. Sawa, nitakuja. Ila wewe pita huko, mimi nitapita huko. Kidudu mapenzi kitatua, kidudu mapenzi kitatua, kidudu mapenzi kitatua. Yaani nimekaa even. Labda niongee kitu kimoja hivi. Hii ndio maradhi tumembiwa binadamu. Leo hii unaweza kumsema vibaya yule mama, ukaongea vibaya kwa yule mama. Tambua kitu kimoja. Alafu pia kifo kinakuja kwa namna nyingi. Wewe unaweza kupata maradhi, ukapata kifo, unaweza kupata ajali. Atuombe unaweza kupata ajali, ukapata kifo. Aya, leo hii kwa mfano ikatokea tu umetoka zako mkutana bodaboda, imekusukuma umekufa. Tugome sisi kuja kwenye msiba wako kwa hichi kitu ambacho unakitenda au tuseme mkufa kizembe? Hapana. Cha msingi tuungane sisi kama vijana, tuendeni kwa tukachimbe. Kula hawezi kuchimba mzee. Inabidi sisi vijana wenye nguvu ndio tukachimbe. Sawa jamani? Sio kweli. Mnatokea sifa mbaya katika mtaa wetu. Katika kata yetu, rekodi za kata zinaonyesha mtaa wetu ndio unaongoza kwa kuwa na wagonjwa wengi wa virusi vya ukimwi. Nadhani tukifanya hivi tutakuwa tunakomesha. Hatuwezi kuhudhuria. Nimeaso mbali nimetoka na jasho lanitiririka.
Jamani, labda niseme kitu kimoja. Hatuwezi kutokomeza virusi vya ukimwi kwa njia hiyo ambayo nyinyi mnaitaka. Sio leo, huo ambayo nyinyi mnafanya ni unyanyapaaji. Haya, yule marehemu kafa. Aelewi chochote, apate shida ina yote, yupo tu pale. Mwili umelala tu. Nafsi yake ishaondoka muda mrefu. Tunayepata tabu sisi majirani. Wanayepata tabu wana familia, hususan yule mtoto wao. Sio mnaelewa? Kumechoomba kama tunahitaji kweli kukomesha. Sio mnaelewa? Swala hili la virusi vya ukimwi kuendelea kusambaa hapa mtaani. Kesho takiwa kutulia na mwanamke mmoja, kuacha ngono zembe. Sisi vijana sasa umri wetu umeshafika ukana wanawake, tukae na wanawake. Alafu pia ushauri mwingine, tutoke hapa, tunaenda kwa tukachimbe. Tukisha chimba, watu tukija kuzika tutakuwa wengi. Tutatangaza ili kila mmoja ajue, akirudi nyumbani ajisemee vizuri na awasemee vizuri watu wengine. Lengo kubwa haya magonjwa yasiendelee, lakini kwa namna hii tunakuwa tunakosea jamani. Kwa brother vipi huyu? Au na yeye mgonjwa ni kama yule kule mama yule aliyefariki. Ndio wale. Tena brother, mwisho leo atukimkuta yule marehemu wenu mmemfikia kule chini tunamfukua. Mchana kweupe. Mtajua nyinyi mnamzika wapi yule. Kweli kabisa. Haiwezekani. Au nyinyi mnasemaje? Ni kweli. Oye, tushaongea sana, ujumbe ushamfikia. Hatuna haja kukaa, utatuwakilishia huko, haya tuanze tupite. Achana na Mwarabu fighter huyu bwana. Wewe pita zako sana sisi. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona mchawi huyo. Usiku analoga mchana. Ona mchawi huyo. Ona mchawi huyo. Usiku analoga mchana. Ona mchawi huyo. Sombari nimetoka na jasho lanitililika. Sombari nimetoka na jasho lanitililika. Shikamoo. Samahani. Nimekuja hapa. Natumai umesikia taarifa za msiba kwa yule mama pale bondeni aliyeumwa sana amefariki. Kwa hiyo nimekuja hapa nina shida. Naomba utusaidie kwenda kumstiri yule mama pale. Huu mtaa mzima wote huu mimi naonekana ni mbaya. Tena ni mbaya kweli kweli. Iweje leo hii kunifuata mimi hapa kwenda kumstiri yule marehemu? Unachokisema ni cha ukweli. Lakini mimi sijauona huo ubaya wako. Na ndio maana unaona niko hapa kuhitaji msaada wako. Na kuomba. Haya. Na katika familia yenu hakuna hata mmoja kuweza kumstiri yule marehemu? Hata msibani pale watu ni wachache sana. Wanagoma kwenda. Lakini sasa huyo marehemu ni mtoto wa kike. Na mimi ni mwanamume. Nitaifanyaje hiyo kazi? Baby. Nimeridhika sana. Na sijuti kuwa na wewe. Najikuta ni mtu mwenye bahati sana kwa sababu kila ninachohitaji unanipatia na nafurahi sana. Hivyo natamani hata kama ndoa yetu iwe kesho ili niweze kuvipata vitu kila siku. Na enjoy. Yani, nikwambiaje? Mwenye nimeenjoy bana. Serious? Yeah. Yani, natamani kama kesho irudie. Yaani umenipa kitu leo inapenda. Nimeenjoy hata mimi pia. Ndio maana kila siku nakwambia kwa wewe ni mzuri sana. Acha. Mimi yani mimi ndo da. Ndio nikisikia ukonjo. Roho unanidanganya. Serious, unanidanganya. Na tunamwomba Mungu aweze kutujalia familia yenye furaha kama hivi na asitufaraganishe. Nini baby?
Kweli? Mbona hujapokea? Achana naye. Wewe ni mtu pekee sana. Na nafurahi sana kwa hiyo. Usasa na sumbua. Achana naye. Ndio. Sio deposit linaisha. Achana naye. Kweli. Wewe enjoy kuwa na mimi na mimi ni enjoy kuwa na wewe. Ili tutengeneze familia yenye furaha. Baby. Pokea baby. Pokea tu. Hello baby. Ni kweli unachokizungumza. Watani pia nao wamegoma. Kwa sababu hapa mwishoni yule mama aliumwa sana. Kafikia tu akatoka na vidonda mwili mzima. Kwa wanaogopa yani kwenda kumstiri yule mama kwa sababu wanahisi wanaweza wakapata yale maambukizi. Ndio maana nimekuja kwako, naomba utusaidie. Huo ubaya ninaufuta leo. Umeandaa shilingi ngapi kwa ajili ya kumstiri huyo marehemu? Yaani kusema ukweli, ile familia haina hata 100. Ndio maana tumeshindwa kwenda kumpeleka hospitali. Na hivyo vifaa vipo? Vipo. Na kama vipo, basi kavilete. Sawa. Mbali nimetoka na jasho lanitililika. Mbali nimetoka na jasho lanitililika. Mama. Sasa hizi. Safi shwari. Shwari. Niambie. Sasa Zika amekubali. Ndio. Na amenituma nije nifuate vifaa. Kwa naomba vifaa nimpelekee. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa sababu kila kitu ambacho kinahusika kuhusu ule msiba pale ni kigumu. Na hiyo Wazika amekubali tusipoteze muda. Kwa kuwa mimi vifaa ninavyo ndani kupatia uwezo tukumpelekea. Sawa. Vifaa vyote ambavyo vinahitajika upo. Mimi hapa najiandaa tu mara moja na kuja hapa sasa hivi. Hata kuoga sioga, nataka nikaoga hata sitaoga. Poa basi, usichelewe. Poa. Mbali nimetoka na jasho lanitililika. Hello. Samahani, nilikuwa shida kuongea na wewe. Sasa niko busy kidogo, naomba niache. Babe, usikize mtete kidogo. Naomba ni Najua nilichokifanya nimekukwaza. So samahani. Ini hapa nyumbani napika chakula kwa ajili yako. Samahani ndio naomba message. Naomba nisikilize. Sasa hizi siko vizuri, naomba niache. Naomba nije basi. Una mchawi huyo. Una mchawi huyo. Nakindege tena. Picha linaanza eloza kuzidi. Umenimisi nimekumisi pia. Mambo vipi waligani mpenzi ulisema. Zile vimeseji na vikopa ndo ulivyoteka tu nikwambie. Baada ya kunipa ndo ukanivuruga mazima. Niko peke yangu